Ujambo ndugu mtazamaji wa kipindi hiki. Mimi namshukuru Mungu kwa kupata neema kwamba siku ya leo tena kwa mara nyingine live nimekutana na wewe. Swali na kuna kitu nakijaribu kukiuliza kwamba uliwahi kujiuliza ni kwa nini baadhi ya watu huwa hawataki waitwe sawasawa na walivyo? Swali langu kwamba uliwahi kufikiria kwamba kwa nini baadhi ya watu huwaga hawataki waitwe sawasawa na walivyo? Kwa mfano, mtu akipita anauza mboga, yuko tayari kukubali kuitwa mama mboga au mboga, ili hali lile sio jina lake. Anakubali aitwe kwa sababu ile ni biashara, na hana option ya kukataa, kwamba akatae kwamba yeye sio mboga, yeye sio mahindi, yeye sio biskuti, yeye sio mbwembwe, yeye sio matembele. Hana option ya kukataa. Ni kwa sababu ni kweli anauza mbwembwe, anauza matembele, anauza mahindi, anauza machungwa. Yuko tayari kuitwa jina ambalo sio la kwake, kwa sababu amevaa uhusika wa hicho kitu au ndiyo kazi anayoifanya. Kwa hiyo akiitwa hivyo, pia inamuencourage kwamba anaonekana ni mfanyabiashara mzuri, anazoeleka na atapata wateja kulingana na biashara yake. Sasa kuna watu, baadhi ya watu hawataki kuitwa majina yanayowawakilisha kwa vile walivyo. Kwa mfano, mtu akiwa mdokozi au mwizi, ukamwita mwizi, anaona unamhatarishia maisha. Mtu akiwa malaya, ukamwambia malaya, yani hapendi, japo anachokifanya anafanya umalaya. Mtu akiwa mzinzi, ukamwita we mzinzi, hataki umuite vile, na wakati kweli ni mzinzi na inatakiwa aitwe mzinzi kwa sababu ndio sifa yake. Na mtu anaitwa au anatambulika kwa kutokana na kazi yake. Sifa ya kazi yake inamtambulisha mtu. Wewe uliwahi kujiuliza kwa nini waga hawataki? Utakuja kugundua kwamba kumbe kuna watu wengi sana wanafeki maisha. Huwa tunawasema wasanii kwamba wale wanaishi maisha sio halisia, wanaishi maisha feki, wakijiposti na magari yao, wakijiposti na magari ya watu wengine, wakikodi nguo za kuvaa, tunasema wanaishi maisha mengine. Ni sawa na ni kweli. Kile wanachokifanya wale, hata huku kwenye makundi haya ya chini kinafanyika. Wewe kama ni mwizi, tukikuita mwizi tunakosa gani? Wewe kama ni malaya, na inaonekana kabisa ni malaya, tukikuita malaya kuna kosa gani? Na wakati ndio kazi yako. Wewe ni kibaka, mtu wa kupima oili, bwana, tukikuita kwa jina lako sisi tunakosa gani? Sisi tunakuita, ndio sifa. Sasa unafanyaje kitu ambacho wewe ukipendi? Inatakiwa uipende kazi yako, yaani msemo ulivyo, inatakiwa uipende kazi yako, na ukiipenda kazi yako utaifanya kazi yako kwa umahiri. Sasa usitukatalie sisi tunapokuita, kwa sababu tunaona umahiri wako wa kazi ambayo unaifanya. Lakini nisikuache hapa tu hewani. Biblia inasema ya kwamba heri sifa njema kuliko Mariamu safi, yaani kwamba kuliko labda hata manukato, kuliko hata nini, kwa sababu sifa njema yafaa kuwa pia ndio manukato yenyewe. Ndugu yangu, unachokifanya kinakuwakilisha. Tutakuita hivyo hivyo, yaani hata unune, hata useme nini, tutakuita kulingana na kazi unayoifanya. Ulivyo ndio tutakavyokuita. Yaani usitulazimishe tukuite tofauti. Tukuite mtu mwenye sifa nzuri
wakati una sifa mbaya, tutakuita kulingana na sifa yako, na tukuiti vile labda kwa kukukomoa. Tunakuita kwa sababu yani tuna haki ya kukuita kulingana na ulivyo. Ukiwa waovyo, tutasema waovyo. Ukiwa ni mtu mwenye heshima, tutakuita ni mtu mwenye heshima. Kila mtu lazima apewe stahili yake. Anayestahili apewe. Na kuchanganya sana, lakini huu ndio ukweli. Watu hawataki kusemwa ukweli. Watu hawataki kusikia ukweli wa maisha yao. Ukitaka uitwe vingine, ukitaka kuitwa kwa sifa njema, basi fanya kitu chema. Hutalazimishwa kumwita mtu akuite una sifa njema, uko vizuri. Hutamlazimisha mtu, mwenyewe. Unataka kupendwa, fanya kitu kitakacho kufanya watu wakupende. Yaani hakuna hata kulazimisha kwamba nipendeni, hakuna. Sio lazima ulazimishe, sio lazima. Yaani vile tu ulivyo watu watakupenda. Mimi nashangaa watu wanatumiaga nguvu nyingi kupendwa, yaani ili waonekane tu, yaani wapendwe tu, wapendwe na watu. Sasa utapendwaje? Huna stahili wewe, yaani hustahili kupendwa. Unapendwaje bwana? Unapendwaje wakati hustahili kupendwa? Wewe ukitaka hivyo, jirekebishe. Jirekebishe. Watu watakuita kulingana na uzuri wa binadamu bwana. Binadamu alikuwa ni mtu mbaya au ni mtu yukoje, lakini akija kujirekebisha tu akawaaminisha watu, na watu wakaona kwamba kajirekebisha, watamuita tena kwa jina lingine la utu wema. Pendo wa mtazamaji, niite Ndauka Clavian International, the fighter Afrika Mashariki na Kati. Najiona ni mwenye bahati sana kuongea mimi na wewe. Naomba tu wewe ukifika hapo YouTube uta share, uta like, uta subscribe kwenye channel yangu. Ukisubscribe kitakacho kusaidia, kila nitakachokileta wewe utakuwa unapata taarifa kwamba jamaa kuna mzigo kaushusha leo. Kwa hivyo ni rahisi sana kuwa unapata vitu vyangu, kazi zangu nyingi ambazo nilikuwa nazifanya. Mungu akubariki sana, nikutakie kazi njema, nikutakie mafanikio mema. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Ciao.